Habari ya siku ya leo, ni matumaini ya kwamba tuko salama sote katika upendo wa Mungu. Mimi si jambo pia. Naendelea kuongea kuhusu ukombozi wa Mungu na tunajifunza kuhusu kitu ambacho kinaitwa the ark ama sanduku. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa the ark. Na katika Biblia tunaona sanduku ama the ark ama safina ilitengenezwa kwa sababu ya ukombozi. Na tunaposema neno safina ama the ark ni kivuli tu, kama vile tulisema ya kwamba mifano mingi kwa Biblia, hadithi nyingi kwa Biblia tunaweza tukaona ya kuwa ni hadithi tu, lakini unapomakinika sana katika kusoma Biblia unaona ya kwamba Mungu anajidhihirisha waziwazi, even kupitia hadithi za Biblia tunamjua zaidi. Maana ili mtu ambaye ameokoka tunakuwa kimoja na Mungu, na unapokuwa kimoja na mtu ama na Mungu hatakuwa tena na siri ambazo hatakujulisha. Siri zote za Mungu ama moyo wa Mungu tunaujua zaidi kupitia maandiko ya Biblia. Na tunaona ya kwamba ninapoongea kuhusu the ark ama sanduku ama safina, kuna safina aina tatu katika Biblia ama sanduku aina tatu katika Biblia. Na tunaona ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 ndio tunaona the ark number 1 ama sanduku la kwanza ama safina ya kwanza ambayo Mungu alimuamuru Nuhu kuitengeneza. Na hiyo sanduku ama safina hiyo ilikuwa na kazi gani? Ilikuwa na kazi ya ukombozi wakati wa maangamizi. Wakati wa hasira ya Mungu, safina ina kazi kubwa ya kuzuia hasira ya Mungu isipate mwanadamu. Na tunaona ya kwamba kupitia safina Nuhu alipata ukombozi. Ni kumaanisha kila aliye ndani ya safina aliokolewa. Kilichokuwa ndani ya safina kilipona, lakini kilichokuwa nje ya safina kilipata maangamizi. Unaposoma historia hiyo katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 unaona vile jinsi Nuhu alitengeneza safina, na kupitia safina Nuhu na waliokuwa ndani walipata wokovu. Tunapoona sanduku ya pili ama the ark ingine katika kitabu cha Kutoka, kuna pia kisafina hapo. Tunaona kama vile mnavyojua ya kwamba katika Misri kuliinuka mfalme ambaye hakumjua Yusufu, na kwa sababu hakumjua Yusufu alianza kuwatendea mabaya wana wa Israeli, na mpaka akawaamuru ya kwamba kila atakayezaliwa kwao kwa wana wa Israeli, akizaliwa ni mwanaume auawe. Lakini hao wakina Pua na wenzake, kwa sababu walikuwa wakimwogopa Mungu, walijaribu kuwa wakiwahifadhi hai watoto. Na sasa katika familia ya Lawi kuna huyu mwana aitwaye Musa. Alipozaliwa mamae alijaribu kumficha, lakini ilifika mahali ambapo protection ama ukingo wa mwanadamu una mipaka yake. Kujizuia kwa mwanadamu kuna mipaka yake. Ilifika mahali ambapo hangeweza tena kumficha, nguvu yake ilifika mwisho. Mwanadamu mara kwa mara unaweza ukawa na nguvu yako, lakini nguvu ya mwanadamu ina mwisho wake. Na pia nguvu ya mama huyu ambaye ni mama wa Musa, ijapokuwa alimpenda sana, ijapokuwa alimuona kuwa ni mtoto mzuri, lakini kuna nguvu yake ambayo ilifika mwisho na hangeweza tena kumsitiri, hangeweza tena kumsaidia. Ikabidi amjengee kitu kinachoitwa kisafina. Pia katika lugha ya Kiingereza kinaitwa pia the ark, aina ya pili ya safina. Pia hicho kisafina kilitengenezwa ili kumsaidia huyu Musa. Na Musa anapokuwa ndani ya hicho kisafina, hata kukinyesha mvua, Musa atakuwa ako safe, atakuwa amehifadhika. Hata kukiwa shida gani, hata watoto wakirusha mawe, ni hicho kisafina ndicho kitapatwa na mawe hayo ambayo imerushwa na watoto. Lakini sasa Musa anapokuwa ndani ya kisanduku hicho, ako na amani, ako katika ulinzi, ako mahali panapokuwa sawa, ako sawa.
So tunaona ya kwamba Mungu anaongea katika Biblia kuhusu sanduku ama the ark, ambayo inamaanisha ukombozi. Ni katika sanduku tu, ni katika safina tu ndiyo mwanadamu anaweza pata hifadhi, lakini nje ya kisanduku, nje ya kisafina, ni maangamizi. Mungu anatayarisha hicho kisanduku ama safina kwa ili ya kwamba mwanadamu aweze kupata ukombozi akiwa ndani. Kwa hivyo unapokuwa ndani uko sawa, lakini nje uko na shida. Nje ni nje na ndani ni ndani. Uko ndani ama uko nje. Kisanduku cha tatu ambacho tunakipata katika Biblia ama the ark number 3 ambayo tunaona katika Biblia, na ni katika unaposoma katika Kutoka hapa katika Kutoka mlango wa 25 na mstari wa 8, Mungu anaposema ya kwamba na wanifanyie patakatifu ili ya kwamba niweze kukaa pamoja na wao. Mungu anaamuru Musa ya kwamba ajenge safina. Mungu akamwambia Musa wajenge safina, na katika safina pia tunaona ya kwamba kuna sanduku la agano. Mungu akamwamuru Musa atengeneze sanduku la agano. Katika sanduku la agano kuna mambo ambayo yamefunikwa uko ndani, kama vile kuna ile fimbo ya Harun ambayo iko ndani, imefichwa ndani ya sanduku la agano. Kuna pia mana ile waliokula jangwani. Kuna pia mbao zile ambazo zimeandikwa sheria. Na sasa sanduku hilo la agano limefunikwa na kiti cha rehema ambacho kinaitwa the mercy seat, ili ya kwamba Mungu anapokuwa tu kwenye kiti hicho anaweza akaongea na mwanadamu, na mwanadamu anaweza akapata ukombozi. Tunaona aina tatu ya sanduku ama ya safina katika Biblia, na hizo zote Mungu anaonyesha ya kwamba zinafanya kazi moja tu, zote zinafanya kazi moja. Na hizo sanduku zote ni mfano tu, ni kivuli cha Yesu Kristo. Ni kumaanisha unapokuwa katika hema ama unapokuwa katika safina, unapokuwa ndani ya safina, hata mvua ikinyesha, hata mafuriko yakipiga, ni safina ndio itapigwa. Wewe uko sawa ukiwa ndani. Ni kumaanisha kuwa katika Kutoka mlango wa 2, wewe Musa unapokuwa ndani ya hiki kisafina cha manyasi, usijali hata kama ni kisafina cha manyasi, ni sawa tu, lakini wewe unapokuwa ndani, hata mvua ikinyesha, ni hicho kisafina ndicho kitanyeshewa. Hata mawe ikirushwa, ni hicho kisafina kitapatwa na mawe. Wewe utakuwa uko sawa. Pia katika sanduku linaloitwa sanduku la agano, the Ark of the Covenant, kupitia sanduku hilo mwanadamu anaweza akapata ukombozi, ama Mungu anaweza akaongea na mwanadamu. Na hizo ndizo sanduku tatu ambazo tunapata katika Biblia, ama ark tatu ambazo tunapata katika Biblia, na zote tu ni kivuli cha Yesu Kristo. Ni kumaanisha bila the Ark of the Covenant, pasipokuwa na sanduku la agano, hakuna mwanadamu ambaye atakombolewa. Bila kuwa ndani ya safina. Safina ni nani? Safina ni Yesu Kristo. Ni kumaanisha kwamba kama ni hukumu zitampata Yesu Kristo, kama ni shida ni Yesu Kristo atadili nazo, lakini wewe mwanadamu utakuwa uko sawa ukiwa ndani ya safina. Basi nitaongea hadi hapo siku ya leo. Usikose kufuatilia somo hili ninapoongea kuhusu the tabernacle ama sanduku la agano. Tutaongea kuhusu safina, na tutaona ya kwamba hakuna wokovu isipokuwa tu katika njia hiyo, katika kuwa ndani ya safina, katika kuwa ndani ya Yesu Kristo. Hapo tu ndio mwanadamu ako na wokovu. Usipokuwa ndani ya Yesu Kristo, ijapokuwa unaweza ukatengeneza njia zingine, yeye na zinakuwa ziko sawa, kama vile tunavyosoma katika Methali ya Suleiman, ya kuwa iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mwanadamu. Iko sawa kwa macho ya mwanadamu, inaonekana ikiwa sawa, lakini mwisho wako je? Soma andiko hili kwenye screen yetu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa, lakini mwisho wake ni maangamizi, ni upotevu mtupu. Lakini njia moja tu, Yesu anasema I am the way, I am the way, mimi ndimi njia, kweli na uzima.
Hakuna njia nyingine. So njia tu ya kuongea na Mungu, njia tu ya kujipata katika ufalme wa Mungu ni njia ambayo ni ya Yesu Kristo, kama vile jinsi tuliona wakati uliopita ya kwamba Ruth aliyekuwa Moabi alijipata Bethlehem kwa njia tu ya Naomi, ambaye ni kivuli tu cha Yesu Kristo kumpeleka katika Bethlehem. Vivyo hivyo, ili ya kwamba tuweze kujipata katika ufalme wa Mungu, Yesu tu ndiye njia. Usikose kufuatilia somo hili, na naamini ya kwamba itakuwa ya baraka kwako. Basi Mungu awabariki na uweze kushare pia na wengine. Asanteni sana.